Anaweza kusaidia mawazo mahali. Anaweza kufanya biashara kupitia huko wewe kabisa huko utakutana kitu kinafanyika. Hata mimi nasema ni ukweli. Baba sio mtani bali kwa ati housewife. What is the meaning of housewife? Housewife ni haifanyi kama housewife ni mtu anakaa kwa nyumba na kufunga nyumba na kufungia kaka. Hata ni wakati Bwana Yesu asifiwe. Sema Mungu anakubariki na huyo mume si wa hata kama hana kazi ya kuandikwa hii. Hapo na kile ni Mungu amepatia. Kuna mawaidha anaweza kupeana. Kuna mahali anaweza kusimama. Tusiwadharau. Hata watoto ambao Mungu ametubariki na wao ni wa maana. Hapo watoto wetu mzima. Hata mimi saa hii nasema kutoka kazi. Nasikia kuna wakati watoto wanaenda shule nikabaki peke yangu. Unabaki na baba na sisi mtuma. Na mimi nasema nimetoka nikae mtume mtu niambia mtu. Ile hivyo. Hata ndio nani lakini ukiwa na watoto tena na sosi. Unaweza ambia hata ni kwamba kijana sasa kwenye ndani maji ya ugali. Inakuja. Sina na sosi. Let us use them. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio kupeleza watoto na kusema tunajua mimi niliteseka sasa kwa watoto wateseka. Hiyo ni kutesa watoto na kuwafundisha kazi. Kuwafundisha. Wewe unakufa mama na jembe, mama anakuletea kwa kesi. Sio ukufa wote ndio wanateseka. Kufa. Wewe kama ndio lazima ukufe uone bila watu unahurumia ile watateseka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na watoto wenye wako sasa wazazi waumie. Wanaweza kuwa waache utateseka. So tusimame pamoja na wao. Amen. Amen. Muda wangu mzuri. So God is a creator. Aliumba na sisi tunaweza umba. Tutumie ile vitu iko karibu na sisi. Sisi kama watumishi wa Mungu tuko hapa. Tumieni sisi. Sisi tunaenda kuomba. Uko na hitaji ya kuomba, wewe unakaa tu peke yako. Unajua kukunga anajisababisha. Hata kama wewe ni daktari wa mama. Unaweza kujifanyia operation. Uweze. Ikifika mahali inabidi wewe na mtoto mtu. Akufanyia nini? Kwa sababu wewe si kulala. Hata mwalimu hawezi kufunza. Mwalimu anataka aende shule anafundishwa na mwalimu. Ama na mwanadamu. So tuko hapo pia kusaidia. Wakati unasikia unasikia kuna vitu wewe kujiombea peke yako. Inahitaji muunganiko. Na sisi tuko hapa, simtupatie hiyo kazi. Tusaidiane na nyinyi. Unakuta anafanya tuna shida yake anasema hii nitakufa naye na umekana na 15 kwa yeye atapata solution. Lakini umeshaanza na mchungaji na angesimama na wewe, angekutia wewe kuombea labda ungekuwa umetoka kwa ile jambo. Amen. Sisi kama tuelewana. Revelation 4:11 hatutasoma tutasomea. Hapo usomee pastor pastor. Kuna mahali unaweza kukuta the God of power. Revelations 4 verse 2-11 unaweza kusomea. Andika pia First Chronicles 29:11. Mungu ni Mungu ambaye amejaa nguvu. There is a place talks about the power. Amen. Amen. Na mara nalikuwa katika roho, natazama kiti cha enzi kimewekwa mbinguni na mmoja ameketi juu ya kile kiti. Na yeye aliyeketi alionekana mithili ya jiwe la yaspi na akiki, na upinde wa mvua ulikizunguka kile kiti cha enzi, ukionekana mithili ya zumaridi. Alafu verse number 4, na viti 24 vikizunguka kile kiti cha enzi, na juu ya vile viti naliona wazee 24 wameketi wamevikwa mavazi meupe, na juu ya vichwa vyao walikuwa na taji ya dhahabu. Na katika kile kiti cha enzi kunatoka umeme na sauti na ngurumo na taa
ziliwaka mbele ya kile kiti cha enzi, ndizo roho 7 za Mungu. 10:11. Biblia inasema, ndipo hao wazee 24 huanguka mbele zake yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi, nao humsujudia yeye aliye hai hata milele na milele, nao huzitupa taji zao mbele ya kile kiti cha enzi wakisema, umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako, navyo vikaumbwa. Amen. Unastahili wewe Bwana. Mstari wa 11. Kupokea utukufu na heshima na uweza. Kwa kuwa wewe ndiwe uliumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako. Kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako. They were created by your will. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu wetu ni Mungu wa nguvu, Mungu wa heshima. Bwana asifiwe sana. Amen. So hiyo inamaanisha ya kwamba hata sisi tunaweza kutembea katika uwezo. Yes. Mungu wetu ako na uwezo. Yes. Na sisi kama mfano wa Mungu tunastahili kutembea katika uwezo. Uwezo ambao tunaweza tembea na ni hekima. Na maarifa. Maarifa ni intelligence and wisdom. Hekima na maarifa. Bwana asifiwe sana. Amen. Hiyo ndio njia. Nguvu na mamlaka ambayo sisi tumepewa ama tuko naye itapitia katika maarifa. Sio kwa njia nyingine. Sio nguvu ya kutetemesha nchi. Nguvu yetu sisi kama wanadamu it comes through knowledge. Amen. Amen. It is activated by knowledge. Ni vizuri kupata maarifa. Ukipata yule mtu anasema atakwenda kwenda shule. Huyo mtu hakuna haja nenda. Tuko na knowledge mara 3 kama Wakristo. Tunastahili kuwa nayo ili tuweze kutembea na function kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na maarifa mara gani tunajua? Leo ni kwa knowledge, maarifa. Tuko na maarifa mara 3 kama Wakristo. Ile tunajua sana ni ya shule sisi. Ile ya kusomea. Ile shule unasoma, unaenda kutolea ujinga. Unasoma unakuwa daktari. Unasoma unakuwa mwalimu. Hata tukiwewe kwa hiyo nafasi tunafanya vizuri sana. Hiyo ni ya kusomea. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ni nzuri. Lakini it's the least of all of them. Yaani ni namba 3. Kwa hizo 3 ninasema hiyo ya kusoma kwa shule. Hiyo ni namba 3. Amen. Masomo ya kusomea. Kama wewe ni fundi, wewe ni mpate sana kwa ufundi. Kama wewe unafanya biashara, hata tuweze kutoa. Hiyo ni sawa. Kwa field yako, hiyo ni maarifa ambayo tunastahili kuwa nayo. Na ni sawa. Lakini hiyo haipiti bila mali tatu na tatu kati. Number 1, knowledge that we need to have is spiritual knowledge. Lazima tutambue kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mara nyingi kupenda kusema hapa, mimi nitakuwa na kazi gani? Ninakuwa na kazi ya Mungu, na kuanga na kazi ya kuachiliwa, na niko na kazi ya kwangu. Sio? Basi ile ninathamini sana ni kazi ya Mungu. Kwa sababu hiyo inanifanya mimi kukua kiroho. Kuna vitu nilisoma kwa shule, lakini sijawahi kusoma za Mungu. Hakuna subject. Ndio Spanish kama wewe basi unaenda kusoma theology. Lakini kama kwa theology hautani ile experience ya Mungu hautafunzwa. Utafunzwa tu kanisa ilianzia wapi, Biblia ilianzia wapi, Beatles ilikuwa wapi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So we need spiritual knowledge. Na ile spiritual knowledge tunapata hapa. Masomo ya kiroho. Na ndio tunakuja kufanya kanisa. Na ndio si sawa mtu kukosa
Hapatikani. Na anasema tu what is biology? Branches of biology. Ndipo anakuwa digestion, anakufundisha digestion. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakuna mahali tunafunza kuhusu kiroho. Huyo mwalimu pia kukuja hapa kwa kiroho hakuna kitu anajua. Anakaa pia sisi tufundishe. So kitu za kiroho tunakuja hapo Kiingereza. That is spiritual knowledge. Tuko na intellectual knowledge. Intellectual knowledge, sitasema kwa Kiswahili, utajua ndio utajiandikia. Ile maarifa ya maisha. Ndio mtu anaenda shule lakini anataka kuishi. Hajawahi anaenda shule lakini anadhani kuna principles ya maisha. Lazima mjue. Yes. Ndio wewe ujue kuishi. Lazima ujue kama wewe umeenda shule, ujue unataka kupika ugali lazima maji chemuke. Ndio ugali. Hiyo ni principles ya kuishi. Si lazima uende shule. Hizo ni vitu unajua ukikuwa kama mtoto ukipewa kitu na mzazi unastahili kusema asante. Hiyo bado ndio kufundisha kwa shule. Lakini sisi tunawajua walimu tuwaelewa kufundisha. Hii maisha iko na rules yake ya kuishi. Kuna vitu lazima. Na hiyo yote tunasema tatu. Kama na hiyo ya mwisho kwa nini nilisema hii ya shule ni ya mwisho? Hiyo inaitwa specific knowledge. Ile knowledge unaenda kusomea, kama wewe ni mtu wa stima, unakuwa mzuri sana kwa kuunganisha vitu ya stima. Lakini unaweza pata mtu ni profesa lakini hajui kuishi na watu. Kwa sababu gani? Hana kitu inaitwa intellectual knowledge. Hajui kuishi na watu, hajui kuongea, hajui kujibu, lakini yeye ni mtu mkubwa. Ndio unapata mtu hata ni principal lakini hata anakuja nyumba yake. Sababu ana kitu kinaitwa intellectual knowledge. Sheria ya kuishi. Anasema tujue. Hii sheria ya kuishi sana inakuja baada ya mahusiano. Social life. Baada ya kuhusiana na watu na kutangamana na watu. Ndio unapata mtu anasema na huyo mtu unajua ni mtu mkubwa sana. Lakini tabia inaonyesha hayaambatani na yeye. Kwa sababu amepata kwa ile masomo yake ya shule na ikatoshea. Lakini hii ya maisha hii lazima tukue na haki. So nimesema tukue na maarifa mara ngapi? Tatu. Na hiyo yako ya shule hiyo ni yako. Hiyo ni yako ya kutafutia kazi na kutafutia mshahara ya watoto wako kuishi na kwako. Lakini hizi zingine ni amani. Hata kama ufanikiwa kwenda shule, lakini uko na hekima ya kuishi. Ni vizuri. Bwana Yesu asifiwe. So knowledge, that is the only power of God we have. Ambaye tunaweza kutumia kama Mungu. Hiyo ni kitu Mungu alituachia. Ndio maana mtu anasema hiyo ni kitu kilizaliwa naye. Mtu alizaliwa hapo tuna heshima. Kuna mtu anaweza kuzaliwa na heshima mpaka ufuswe. Ama kuna mtu anaweza steka tu akikuchekea tu mpaka unapatia kitu na
Shughuli zako zote ni za maana, lakini kwa Mungu weka neno la Mungu. Maana unafanya kazi neno la Mungu. Biashara yako neno la Mungu. Watoto wako. Kwa hiyo masomo yote weka Mungu. That's why naambia unataka uende shule basi. Enda shule soma kwa darasa. Na pia ujoin ECU. Enda kwa Christian Union, si ndio? Kuwa member wa Christian Union. Sio unaenda tu huko, hapa umeokoka, alafu ukifika huko kwa college sasa hata ujulikane kama uliokoka. Bado unafanya kazi, ujulikane umeokoka. Watakuheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana Biblia inasema man cannot live by bread alone, but by every word out of the mouth of God. Yaani hatuwezi ishi tu kwa mkate. Mungu ametuweka kwa nafasi ya sisi, we are the custodians of God, custodians of God's property. Kwa hiyo ulimwengu sisi ndio tutachungia Mungu mali yake hapa kwa hiyo ulimwengu. Sisi ni we are legitimate stewards of the earth, of the things of God on this earth. Yaani sisi kwa Kiingereza ni mzuri sana. Yaani sisi tuko na sijui hakuna mtu anaweza kusitaki, tumewekwa hapa kihalali. Sisi ni walinzi kihalali wa vitu za Mungu katika hii ulimwengu. That is it. That is why whenever we complain, we may less complain. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii mafundisho ni mzuri. Lakini tutaifanya siku nyingine. Andika Colossians 4:1 verse 9 utaenda kujisomea about what Bwana asifiwe sana. So, respect the word of God, just like Jesus Christ respected the word. And you know Jesus respected the word. Yesu, wakati alikuwa mdogo kabla hajaanza huduma, alienda wapi? Alienda kwa hekalu, kwa sinagogi na anakaa huko. Mpaka wazazi wakamwacha. Kwani alikuwa anafanya nini? Biblia inasema alimpata akisikiza walimu. Sababu yeye alijua bila neno hilo hakuna hata vile atafanya huduma. Hakuna vile ataishi. So lazima akae chini asikize mafundisho, apate nini? Apate hekima. Si ndio? Yes. Si Mungu awabariki. Amen. Kama uko na nafasi ya kujiprove